Sasa bwana, dunia inasadikika sio moja, na tunaishi kwenye multi universe. Nikisema multi universe, dunia ambazo ziko nyingi. Yaani jinsi ambavyo mtaani kwako kulivyo, kuna dunia nyingine mtaani kwako ndipo kulivyo hivyo hivyo. Vile ambavyo wewe upo unaishi tena katika dunia nyingine kama ulivyo. Yaani hii dunia tolea kopi kama 5 4 6 ziko hivi hivi. Kwa hiyo kama mimi hapa yuko DJ Mark mwingine katika dunia nyingine. Katika dunia nyingine tena yuko kama huyo. Katika dunia nyingine tena yuko kama huyo. Sasa kazi inaanza, kuna mtu anatiwa moto akiwa amekaa kwenye kiti. Anatiwa moto akiwa mzima. Anaonekana anakiwa anafurukuta hapo. Anataka kujinasua lakini haikuwa rahisi. Kitu inaitwa Redux. Redux. Mimi ni DJ Mark. Zoedara achichi kama kama taus kama kawezi. Lakini upande wa pili tunapata kuona kuna mtu mwingine naye pia anamkaba huyu bibie. Na bibie huyu ndio yule ambaye tumeweza kumuona kule akiwa anamtia mtu moto akiwa amekaa kwenye kiti. Sasa huku bibie anapambana na huyu bwana. Ama tunaonyeshwa sababu za yeye kutiwa moto huyu bwana. Lakini huyu alifyatuliwa kitanda na mwisho wa siku alipigwa risasi hapo na akapoteza maisha. Kwa hiyo ni matukio mawili tofauti. Japokuwa huyu mdada tunapata kumuona sehemu mbili tofauti. Ndio yule ambaye tumemwona kule. Na ndio huyu ambaye tunamuona hapa. Sasa naomba unifuate kwa makini yasije yakakuchanganya kwa sababu picha yetu kidogo inatumia akili sana. Kama una D 2 3 hivi hauwezi elewa. Sasa ana sanduku ama amelipata sanduku katika chini ya kitanda katika hii nyumba, na kulikuwa kuna nywele zimeandikwa namba huenda na majina. Sasa kwa makini, umeona kikombe hiki kina rangi ya njano. Alafu anamiminiwa sijui ni kahawa, sijui kama ni chai. Anaambia sasa ngoja nikuletee menu ili menu angalie anataka kutumia chakula gani. Sasa kuna mtu hapa anahudumia na huyu mtu anaangalia watoto wa kike wale pale. Na mdada anamuona huyu mtu anawashangaa wale kule, alafu anatabasamu mwenyewe. Alafu ni mpishi. Menu ndio hiyo hapo imeshafika. Vipi bibie? Samahani. Sasa acha nikupe ushauri kidogo. Sasa chukua hivi ambavyo vimeandikwa katika ukurasa wa mbele. Ukurasa wa nyuma huko unaweza kuona vyakula vizuri lakini vinavyokuja tofauti. Alisema inatosha hii chai. Hakunywa sana. Akaambia basi hata nikufungie maandazi. Asante Deb. Mama alishangaa. Mbona huyu mtu ameniita eti Deb? Deb ni jina lake. Na yeye amjui lakini amemuita jina. Sasa na wewe mtu anaitokea au mjui unamhudumia alafu anakuita jina lako. Lazima ushangae. Sasa alipotoka nje yeye akawa anamwangazia sana. Huenda alikuwa anamvizia huyu bwana ambaye anaonekana kuwa ni mmoja kati ya wapishi katika ile eneo. Na gari yake ndio hiyo hapo iko mbele hapo na bibia anamfuatilia huyu mtu. Cheki anavyomfuata. Anamfuata mpaka ajue anapokwenda ni wapi. Na nadhani alikuwa ana shida naye sana. Na ndio maana yeye mwenyewe alikuwa anamwangazia. Tuwe makini sana kwa sababu yani filamu yetu hii inatakiwa kutumia akili kidogo. Sasa amemfuatilia na hatimaye amekuja mpaka kwa hii nyumba. Inaonekana huyu bwana yuko ndani. Sasa alichokifanya ni kuchukua funguo, anazo nyingi kweli, mpaka apate funguo ambayo itakuwa anafungua hapo. Na anafungua kwa tahadhari ile asije akashtukiwa. Moja baada ya nyingine, lakini hii imekubali kuingia na imekubali kufungua. Na hatimaye anaingia ndani. Ananyata na kuingia katika nyumba ya mtu na nia na makusudio ni kumfuatilia yule mpishi kutoka katika ile hoteli ambayo yeye alihudumiwa. Panasikika kuna sauti ya muziki.
na ule mziki aina ya rock, mziki wa kibabe fulani hivi. Lakini ndani panaonekana pana mtu amelala. Wow. Where's her body? Sasa anauliza mwili wake uko wapi? Number 12. Namba 12. Liv? Si unamfahamu huyu namba 12? Sasa niambie kuhusu yeye. What her name? Jina lake ni nani? Anaonekana vipi jinsi alivyo? Where is she? Yuko wapi? Jina lake alikuwa anaitwa Ana na alikuwa anaishi miaka yote 14 pasi na shaka yote. Na mwisho wa siku wewe ukaja ukamteka. Sasa anataka kujua tu yuko wapi. Where is she? Ina maana ukumbuki? Tafadhali usiniue. Anajitetea. Kiufupi, kwa nini anamuulizia huyu mtu namba 14? Kwa sababu tulipata kuona alipambana na mtu kama huyu na mwisho wa siku alimua pale kwenye kitanda. Na alitafuta akapata kuona nywele ya namba 14, ndio anakuja kumuuliza na huyu. Na amekuja na hapa pia namuuliza tena yuko wapi wa namba 14. Sasa na ndipo alipoingia kwa chini pale akakuta tena kuna nywele namba 12, akaichukua. Sijajua kama 12 ama ndio 14 yenyewe. Yaani kiufupi tutajua tu mbele taratibu. Kile kikombe cha kwanza kilikuwa kina rangi ya njano. Lakini kikombe hiki cha pili ambacho tunakiona hapa, bibi anahudumiwa katika hoteli ile ile, yani the same hotel. Na mhudumu ni yule yule, lakini leo mhudumu wa ndani kabadilika, tofauti na yule ambaye alimfuatilia mwanzo. Ina maana amemuua, ndio maana haji hapa, ama hapa ni wapi kwa mara nyingine. Anahudumiwa tena na yule mama. Anauliza, jikoni anafanya kazi nani? Alisema jikoni anafanya kazi Gustav pamoja na Marvin. Kwani unamtafuta mtu? Neville's not working? Neville vipi, hayupo? Anamuulizia Neville. Neville huenda afanye kazi hapa. Anamtafuta Neville. Neville huenda ndi huyo hapa. Cream sugar. Ni kuwekea cream na sugar. Yaani amwekea maziwa na sukari. Lakini hakutaka kusubiria. Yule mtu aliyefanana tumeweza kumuona akiwa amemuua kule nyumbani kwake wakati anamfuatilia. Huyu wa leo anamuua hapa. Inakuwaje watu wanafanana? Na hoteli zinafanana hivi. Sasa kwa bahati mbaya sana wakati anamaliza kumuua yule bwana, polisi kaingia. Anamwambia bibi, usiteme, usimungunye, tulia ulipo. Usikimbie. Askari ruhusiwi hapo, kama kuna mtu kweli kasababisha mauaji, hutakiwi pia na wewe pia kumuua, kwa sababu na wewe pia utakuwa muuaji. Kwa hiyo fanya juhudi kwanza umpate akiwa mzima. Ikiwa imeshindikana, huyu mtu usiruhusu akimbie. Kwa hiyo unaweza ukamtandika risasi. Amejitahidi kumpiga risasi lakini bibi bado ni mzima. Na hatimaye anatoweka. Ana faili ambazo yeye mwenyewe anazihitaji, ziko bado, na anasepa kwa kwepa maafande wasije kumnasa. Lakini tumeweza kumuona amerudi tena katika hoteli kama ile na amemuuliza Neville. Sasa bahati nzuri Neville leo alikuwa anahudumia tu wateja kawaida, si kwamba yuko jikoni. Ila yule wa mwanzo ambaye alimfuatilia ambaye amefanana na huyu kabisa, yeye alikuwa anafanya kazi jikoni. Sasa ili faili aliyochukua, kumbe ndani yake kulikuwa kuna funguo za magari. Ana imani kwamba kuna gari moja hapa anaweza kaipata. Anamuuliza, mwana vipi, unataka kukodisha hiyo gari? Mama, tayari umeshaweka rental agreement kwamba makubaliano ya mkodisho. Naomba utoke nje ya gari, hujakodisha bado hii gari. Basi. Wewe chukua tu mama. Kimbia nayo. Mimi hata sina shida nayo hiyo gari. Basi ndipo polisi wakaambiwa kuna mtu amekuja kuiba gari hapa. Kwa hiyo kuna msaada kidogo unahitajika. Bahati mbaya sana polisi wamepata kuiona ile gari, wameifumania.
na wanamkimbiza vibaya sana. Kimbizano ulikuwa ni mkubwa na hatimaye aliamua kuachia gari hapa baada ya kuona maaskari wamemzunguka mbele na nyuma. Patamu hapo. Titi. Sasa katika mkimbizano anaingia katika hiyo hoteli hapa. Huenda alipokuja katika mji huu alipanga hapa, na pindi alipopanga hapa ameamua kurudi tena katika chumba kile, na kulikuwa kuna bonge la sanduku. Hebu zingatia kwanza makazi jinsi yalivyo. Angalia nyumba, angalia rangi, angalia kila kitu. Anaambiwa fungue, lakini wakati ule yeye anabeba kila kitu chake. Sasa leo ndo tutajua ni kwa nini anarudi the same hotel. Tutajua leo. Anaingia katika ile boksi na kila kitu chake. Hatimaye mlipuko mzito unasikika. Hebu angalia vizuri hii nyumba, utakuja kuelewa nini na kusudia, nini na kueleza. Jamaa amefanikiwa kuingia ndani, lakini pindi alipoingia ndani hamna kitu, na hata ile bomu lilikuwa ni la vumbi tu, yani la upepo. Sasa hebu angalia, nyumba ni ile ile, alafu sasa hakuna kitu ambacho kimeharibika, na chumba ni kile kile, na hatimaye lile sanduku linadondokea huku. Sasa hapa ndipo ambapo nataka nikuelekeze. Kama nilivyokuambia mwanzo, dunia zetu tunazoishi ni nyingi zinazofanana. Mtaani kwako jinsi mitaa ilivyo, na wewe jinsi ulipo, basi na ndipo kuna mtu mwingine kama wewe na mtaa kama huo katika dunia nyingine. Yani na tena dunia nyingine, na dunia nyingine, na dunia nyingine. Yani kiufupi dunia zinafanana, ziko nyingi kweli. Tunaishi katika dunia tunaita multi universe. Sasa ameamka katika kichumba, lakini kumbuka sio pale ambako bomu limelipuka, lakini mazingira kama yale. Sasa hapa kuna watu wanataka kukodisha chumba kile, lakini huyu anakuja kusema jamani, samanini, chumba nimeshakichukua na mimi vitu vyangu viko ndani. Hawa ndio walikuwa wanataka kuchukua chumba kwa ajili ya kukaa na familia, lakini anasema tayari vifaa vyake viko ndani na funguo alishakuwa nayo, kwa hiyo analipia yeye. Basi akawa amepata kile chumba. Ni chumba kama kile. Nakumbuka ameondoka katika dunia hii nyingine akiwa anatumia hili box hapa. Yaani hili box sasa ndio njia ya kutoka dunia ya kwanza kuelekea dunia ya pili. Lakini mfanano ndio huo wa sehemu hizo ambako yeye anatua. Kwa mfano kama akikaa katika hicho chumba ambacho kwa sasa unaniangalia, umeona ama unanisikiliza, akikaa katika chumba kama hiko, anatokea tena katika dunia nyingine, lakini katika chumba cha hicho ambacho kama alivyokuepo. Ndivyo ambavyo tumeweza kuona, kwa sababu ile nyumba ilikuwa imebomoka, lakini huko ametokea katika nyumba ambayo haijabomoka, lakini ndio same house. Na hatimaye sasa anarekebisha pale ambako hakupo sawa, sababu safari hii huwa inafanya kidogo hichi kifaa kama kuharibika. Alipokimbia kule amekuja huku, kuna ngozi na damu, anajaribu kusafisha. Sasa nia yake ni kumtafuta msichana mmoja, na huyo msichana ni mtoto wake, na ndio maana ana funguo za makazi ambayo yeye anajua anaenda huku kufanya nini. Haya, sasa huyo msichana mpaka sasa hajampata, na ndio maana pindi alipoweza kumuuliza yule bwana, alimuuliza niambie jina lake nani. Akamwambia jina langu mimi naitwa, jina lake anaitwa Ana. Yani kwa maneno labda katika dunia ambayo yeye anatokea, yule msichana alikuwa anaitwa Ana, ama mtoto wake alikuwa anaitwa Ana. Huenda sasa katika hii dunia nyingine ule msichana huenda familia yake imembadilisha jina. Yani wewe hapo upo katika dunia nyingine, lakini wazazi wako wa kule wanaweza kukuita jina lingine. Kama ulikuwa unaitwa Juma, kule unaitwa Njomoke na vitu kama hivyo. Kama ulikuwa unaitwa Edward, kwa sasa hivi utaitwa Rumagisa na vitu kama hivyo.
Umeona? Kwa hiyo ndio maana anajaribu kumuuliza ule bwana kwamba niambie mtoto wangu umempeleka wapi? Niambie mwili wake uko wapi? Yaani the same kile ambacho kinatokea hapa kwa sasa. Kama mimi jinsi ninavyoongea, basi kuna DJ mwingine ambaye ni kama mimi katika dunia nyingine, na sasa hivi ninavyotafsiri naye pia anatafsiri hivi hivi. Hii movie jinsi ambavyo natafsiri naye pia anatafsiri dunia hii, hiyo dunia nyingine naye anatafsiri hivyo hivyo. Na ndio maana anauliza mwili wa mtoto wangu umeupeleka wapi? Sema uko wapi? Tutaendelea kujua. Basi wakati ule anakuja katika makazi hapa. Kwa maana hiyo ameshakutana na mtu huyo katika dunia nyingine. Huyo ambaye anamueleza hapa. Katika dunia nyingine alishakutana naye mara kadhaa. Kwa mara nyingine tena anamuona hapa. Lakini huyu wa dunia hapa hajawahi kumuona huyo mwanamke. Kwa hiyo hamjui. Ila yeye anamjua kwa sababu alishamkuta katika dunia huko nyingine. Alimuuliza, "Uko kwenye vacation?" I have lakini niko time gam. Ni nzuri. Naweza nikakugea hiyo. Akasema siwezi kukataa. Nipatie tu. Wewe ni mpya hapa. frightening when you get down there. Anamwambia huko ndani bwana kuna burudani kama zote. Honestly, it just feels like some nights a beer might do me better. Anapenda sana kunywa bia, kuvuta sigara. What do you think? Wewe unaonaje kama tukiwa wote kwa siku ya leo? To get a beer? Kwa hiyo unataka bia? Like the two of us? Tunaweza tukanunua tukanywa wote wawili? Hawe ya. So you gave that up too? Inawezekana kabisa bila shaka yote. There. Let me buy you a beer. Mimi nitakununulia bia. 7 and 7. Well, that's my drink. My first meeting, like a month after. Sasa mwisho wa siku huyu bwana anamhadisia familia yake jinsi ilivyokuwa. Alikuwa anasema ana mke, lakini kwa bahati mbaya mke wake amepoteza maisha. Na kwa sasa hivi anaishi mwenyewe. Anaanza kufunguka kwa sababu huyu mdada akaomba wanywe bia wote pamoja. Na huyu mama naye akuwa anaiana na ndio alikuwa anataka iwe hivyo. Kiufupi alishakuwa na mtu kama huyu katika dunia nyingine mara kadhaa. Umeona? Kwa hiyo anajua mtu kama huyu katika dunia nyingine anakuwa na the same tabia. Yaani tabia ni ile ile moja. Na ndio maana anavutiwa sana. Pindi anapoingia katika dunia nyingine anakutana naye tena na anajaribu kuzungumza naye. Japokuwa huyo mtu labda atakuwa anaitwa katika jina lingine ama jina lake ndio lile lile na vitu kama hivyo. Basi upole wa huyu jamaa unakuwa ni upole huo huo katika dunia nyingine na nyingine na nyingine. Na ndio maana anapenda kuwa naye. Na anapenda kwa sababu huyu mtu ni mkarimu, ni mtu mzuri na vitu kama hivyo. Sasa ni aghalab sana watu kumfahamu ama kumfananisha na mtu ambaye pia anaishi katika hii dunia. Yaani mfano kama mimi natokea katika dunia nyingine, si kuna mtu kama mimi kule. Sasa labda kuna watu ambao wanamjua mtu kama huyo ambaye nimefanana naye wakanifananisha naye. Ni aghalab sana huwa inatokea hivyo. Au vipi? Sasa yeye ndo ana mwenye uwezo wa kutambua kwamba huyu ni yule ambaye nimekutana naye kule, huyu nimekutana naye kule. Sasa tuendelee kuangalia movie, tuendelee kusikiliza kile ambacho anazungumza. Jamaa akajua leo kokota dodo. You lost your daughter? Kwani umesema umempoteza mtoto wako? It was a long time ago. Anasema ni kitambo nimempoteza binti yangu. Can we close out? Katika mazungumzo bibie anajaribu kumueleza kwamba amewahi kumpoteza binti yake, lakini ni miaka ya nyuma iliyopita. Yeah, sure. Sawa, mna shida. Sasa kuna mama mmoja katika harakati za kumwangalia huyu mdada anakuja gundua ni kama anamfahamu. Irene? You remember me? Hivi unanikumbuka? Mimi naitwa Mrs. Becker. Mimi ni mwalimu wa mtoto wako kipindi kile nilipokuwa nasoma. Kelly? Irene Carey? It's not her. What? It's not her. Sio yeye. She's gone. Yule mama alishapoteza maisha baada ya kufiwa na mtoto wake. My God, that's right. Mwenyezi Mungu wewe. She was an old student. Labda amefanana naye tu. Alisema unajua mtoto wako alikuwa ni mtoto mzuri sana. Na umefanana kabisa na ule mama aliyepoteza maisha. Hakutaka kukaa sana japokuwa alimueleza yule mama unanifananisha na mtu ambaye sio mimi. Anasema yule mwanamke ni mpuzi. Samahani kidogo. Unajua ulisema umepoteza mtoto wako. Na huyu mama amekuita jina lako.
Na huyu mama alijitambulisha kwa huyu jamaa kwamba yeye anaitwa Irene. Sasa inakuwaje huyu mama anasema ulikufa? Na amesema kwamba ulikufa baada ya kumpoteza binti yako. Sasa hebu niambie kuna ukweli kiasi gani hapo? Japokuwa anajaribu kumtetea. Akasema unajua nini? Acha nikwambie kitu. Unajua sometimes watu wakilewa wanaweza kufananisha watu wengine. Kwa hiyo haina haja ya kufuatilia mambo. Sawa, unajua wewe ni mtu mzuri sana eh? Haina haja ya kufuatilia mambo sana. You look good, Jonathan. Unaonekana wewe ni mtu mwema sana. Sasa hapa tunapata kuona kikombe kingine cha rangi nyingine. Mwanzo tuliona cha njano, chekundu, sasa hivi ni cha blue. Amerudi tena the same hotel katika ile dunia ambayo amekwenda. Amerudi tena pale pale. Kikubwa ni kwamba anaendelea kumfuatilia ule mtu ambaye alikuwa ni mpishi, ili aendelee kumuuliza, kwa sababu mpishi katika ile hoteli huenda amesababisha majanga ya mtoto wake kupotea, na ndio maana huwa anamvizia sana mpaka apate jibu. Na dunia zote alizokwenda, pindi anapomuuliza yule jamaa amekuwa ni mbishi sana, hataki kujibu chochote, yaani amekuwa ni mkorofi mno, na mpaka sasa bado hajapata jibu kujua mtoto wake wapi alipo, kama amekufa, kama bado ni mzima. Sasa kwa mara nyingine tena akiwa katika dunia hii anakutana na yule bwana mdogo Jonathan, na anamueleza ukweli kwamba unajua mimi na yeye tushaye kufanya mapenzi mimi na yeye. Sasa jamaa anashangaa, tushaye kufanya mapenzi wapi? Mbona sielewi? Labda unataka kunizungumzia mambo ya PCP? Unazungumza nini? Nataka nikuambie ukweli, mimi na yeye tushafanya mapenzi si mara moja. We have met and fucked hundreds of times. Tulishakutana tukafanya mapenzi si chini ya mara 1000. Unajua tunaishi katika dunia ya multi universe, yani parallel universe. Anasema kama uamini, hii hapa hii tulipiga picha miezi miwili iliyopita nyuma tukiwa katika dunia nyingine, sio dunia hii hapa. Sasa jamaa mwenyewe kuicheki picha alishangaa, hajawahi kupiga picha na huyu mama. Alisema kwa nini lini tumepiga picha hii? Ambao usiogope. Waga tunafanya safari kutoka katika sehemu moja kuelekea sehemu nyingine, binadamu kama sisi ambao tunajitambua, lakini wewe kwa sababu umekaa hapa hujui. Sawa? Hujui kwamba tulishawahi kusafiri, tushawahi kwenda mahali, tushawahi kufanya mapenzi. Kwa sababu wewe umekaa katika dunia hujui chochote. Ila mimi naye safiri kutoka dunia moja hadi nyingine na kuja kukuona tena katika dunia nyingine. Napiga story na wewe, tunaendelea na issue zetu. Jamaa bado anazidi kushangaa, huyu mwanamke anamwambia nani? Mfano kama mimi jinsi ninavyokuelekeza hapa. Si unashangaa eh? Unashangaa kwa sababu unaona kama ni kitu ambacho ni cha ajabu. Lakini na sisi ambao tunaangalia game movie tunaona jinsi ambavyo huyu mama anavyohama kutoka dunia nyingine ama dunia nyingine anaenda. Lakini sasa kama tusingeweza kuona tungebisha hapa kwamba hakuna mtu yote ambaye anaweza kufanya hiyo safari. Lakini inawezekana. Kuna watu wanaweza kutoka katika dunia moja kuelekea dunia nyingine ambayo ina watu hao ambao wanaishi katika dunia hiyo. Hapa alikuwa ni kama anawaza, lakini yupo katika hoteli. Anamuulizia mfanyakazi wa hoteli hii ambaye ni mpishi. Lakini huyu mama anamueleza, huyu mpishi ambaye unamuuliza ni mgonjwa, hawezi kufika leo. Basi baada ya kusikia ni mgonjwa alitimka zake. Nyumba yake sana ifahamu, sababu ni nyumba kama ile ambayo alishawahi kumfuatilia. Ile nyumba anayejua kwamba nyumba ipo mtaa fulani, kwa sababu dunia si zote zinafanana kama photocopy. Sasa akaamua kwenda kule katika ile nyumba. Ule bwana siku zote wakati anamfuatilia huwa sometimes anakutana naye njiani, sometimes anakuja naye mpaka nyumbani. Sasa leo akaamua kumfuatilia nyumbani kwa sababu akufika kazini na sadikika ni mgonjwa. Sasa kwa mara nyingine tena anaingia kwa hii nyumba, nia na makusudio yake kuendelea kumuuliza kujua binti yake yuko wapi. Kama ameua, basi mwili wa binti yake uko wapi? Nafikiri mpaka hapo tumeelewana na umeshaweza kujua nini maana ya movie yenye kuitwa Redux ama Redux. Ni DJ wake Sasa huyu bwana huwa kila katika dunia anayokwenda anakutana mtu huyu yuko na kile kibox chenye nywele. Nywele hizi nadhani za mabinti ambao huwa anawateka, alafu anakata nywele zao, alafu anaandika namba fulani, haandiki majina. Sasa kwa sababu amerudi nyumbani hajamuona, yani kwa maana hakufika, labda yupo katika mizunguko yake mwenyewe, anamsubiria aje. Wakati anamsubiria kuja, anachezea bunduki na anatukumbusha mtu wa kwanza alikutana naye katika dunia nyingine wenye kufanana na huyu alimuuaje, na wa pili alimuuaje, na watatu alimuua vipi,
na huyu naye pia anaendelea kumsubiri atujue atamuua vipi. Nafikiri tunaelewana. Sasa na ndipo mwenye nyumba anarudi. Leo atakabiliana naye vipi huyu anayekuja katika nyumba yake? Lakini bahati nzuri, kumbe alikuwa si mwenye nyumba, bali ni wale ambao wanapeleka barua katika makazi ya watu. Wenzetu bwana wana special delivery, ama unaweza ukasema delivery. Ukiwa nyumbani unalipia tu kwamba bwana, kama kuna vifurushi vyangu, barua zangu ziletwe indirect, mimi nitakuwa namalizia. Umeona, haina haja kusumbuka kwenda moja kwa moja mpaka posta kwenda kuchukua bahasha ama barua. Sasa na ndipo alipoona hafiki, aliamua kuzunguka. Anaizunguka nyumba, yani kiufupi anatafuta labda kuna kitu ambacho anaweza akakipata. Nini tena? Who the fuck are you? Wewe ni nani? It's okay. I'm not gonna hurt. Hapana, mimi sijakuja hapa kukuumiza. Katika makazi wakati anatafuta bwana, kumbe kuna mtoto wa kike alikuwa ametekwa. Oh, mwenye nyumba ndo akaamka. Aya! Dadake. I'm on your side. Mimi niko upande wako. Listen, if he gets a job, Sasa akamwambia, sikiliza, run. unatakiwa tuondoke wote hapa. Huyu ambaye amekuteka nataka nikutetee, nikuokoe. Siku zote hakuwahi kumpata huyu binti. Hakuwahi kumpata zaidi ya kumuuliza yule bwana na anashindwa kujibu, anamuua. Lakini leo alipokuja katika dunia nyingine anakutana na huyu binti akiwa hapa. Sasa sijajua huyu binti ni mtoto wake ama vipi. Akamwambia yupo ama hayupo. Alisema he's gone. Binti wakati anauliza yupo ama hayupo, akaambiwa hayupo, amekimbia. Basi wakaingia kwa gari. Sasa leo kachukua gari ambayo inaitwa Pensaki. Yaani ni gari ya mkodisho. Mara nyingi pindi anapoingia katika dunia, sikuna magari ya kukodishwa na kampuni ambayo anaivamiaga siku zote. Ni kampuni ile ile ambayo anaivamiaga katika dunia nyingine, yani kiufupi. Alivamia ile kampuni ambayo tumeweza kuona amechukua gari jeupe, akaachana gari ya njano, leo kaamua kuchukua gari ya njano. Zote hizo zinakodishwa. Kama unafika hapo unalipia, unahitaji kuitumia, unachukua, unasepa nayo. Haya, tumsikilize kile ambacho unazungumza hapa. Binti anasema I'm so hungry. Anasema nitakupeleka unapohitaji. Anampeleka ndani ya Footburger ama Fatburger. Amemlisha mabaga hapo, binti anakula mabaga. Sio mchezo. Anaambia unajua kuna watu wanakutafuta sana. Hebu nikuulize unaishi wapi? Anasema mimi naishi katika grupu la watoto wa mayatima wasiokuwa na wazazi. Yani kiufupi sisi ni watoto ambao tulikuwa tuna tabia mbovu, hatuwezi kuishi vizuri na jamii. Basi tukachukuliwa tukapelekwa katika grupu hilo. Tunalelewa ikiwa tuna tabia mbaya mtaani. Unajua kuna watoto wa mtaani wale ambao wana tabia mbaya. Yeye akiwa ni mmoja wapo. Sasa anasema kuna mtu mmoja bwana ambaye ndio yule ambaye ulikuja kunikomboa pale. Alinidanganya akasema sijui kuna mahali amekasirika, sijui yani siku kuna mahali sijui amefanyaje sijui. Kwa hiyo alikuwa anaomba nimsindikize, nimuelekeze. Kumbe alikuwa ananiteka bwana. How'd you know I was in there? Sasa ulijuaje mimi niko mle ndani? I didn't. Sikujua. What were you doing there? Sasa ulikwenda kufanya nini katika ile nyumba? Doesn't matter. Haina shida. We're gonna kill him. Nusura angekuua ule ama ungemuua yeye. You think the cops will get him? Unafikiri unaweza ukamkamata ama maskari wakamshika? Naambia mimi mwenyewe nitamshika. Kivipi na katika shakimbio? Unaweza jua wapi alipo? In Echo Canyon. Kuna sehemu inaitwa Echo Canyon. Kule ndipo atakapokuwa ameenda kukimbilia. Ndio nataka na mimi niende nikamfuatilie huko. This guy. Huyu jamaa umeanza kumfuatilia tukia lini? Long time. Kitambo sana. Need any help? Unahitaji msaada? We should get you home. Nataka nikupeleke wewe nyumbani kwanza. Seriously. Mimi sina makazi bwana. Mimi nakimbia kutoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine. How far is Echo Canyon? Ni umbali kiasi gani kufika Echo Canyon? Lady, I'd like to see what this guy Mimi is. nataka nimuone huyu mpuzi ambaye mimi ameniteka, hata nimpige hata makonzi unapomkamata. Unajua sikuwahi kulala naye. I mean, Naomba unielewe. he could Alikuwa anataka kunitesa, kunipiga, kunifanya. Mimi natamani nione akiwa anakufa. I just need to know. Yaani kama ikibidi nataka nifahamu. Na hata kama ikibidi nimgonge hata na magari. Gonna happen. Anaambia hiyo kitu usizani kama itawezekana.
Mimi nataka nikupeleke nyumbani kwenu. Sasa waambie polisi kile ambacho kimetokea. Basi mwisho wa hii kazi mimi nitaendelea kumfuatilia mwenyewe huyu mtu. Thanks for the food. Basi asante kwa msosi. I should get home. Basi acha tu niende nyumbani. Can I borrow some money? Unaweza kanizima hela? Yeah, I've got some cash. Yeah, ndio. Niko na pesa, naweza nikakuazima. Mind if I take your singles? Any machine at the police station won't take fives. And there a few times. You know, if you want anything more than a granola bar, those pricks charge you. Sasa binti anasema mimi najua tabia za polisi. Nilikuwa nataka niende kwa ajili ya kwenda kutoa ripoti kwa kile ambacho mimi nimefanyiwa. Acha nikushukuru, asante tena. Ingia ndani. Go. Anasema mna shida hapo. Kituo cha polisi hakiko mbali. Wewe ingia tu kwanza. On Max. Aingia atamsogeza. Hey. Basi kama unaenda be safe. Uwe salama, sawa? Thanks. Yeah, asante. I mean it. Na maanisha. Shit. Kanibia nini? Shit. Kamuibia. Binti tumesikia tabia zake ni mbaya, na ndio sababu ameshindwa hata kuishi na wazazi wake. Sasa alichokiba ilikuwa ni bunduki kutoka ndani ya mfuko wa yule mama. Ni hatari sana kama akimwacha akiondoka na hiyo bunduki. Napiga risasi. Risasi hamna. Kuda deki, nimechukua bunduki tu. Hamna risasi. Sasa anakwenda kununua risasi. Ama anataka kwenda kuiba. Kwa umri wake sidhani kama anaweza akapewa risasi ile bunduki. Watu wanaendelea kununua, wakati ule anaiba miwani anavaa ili hata kama akionekana aonekane kuwa ni mkubwa, na anatafuta size ya risasi ambayo itamfaa na mahitaji mengine ambayo anahitaji. Mtoto wako ni mzuri. Asante. Unaweza ukaninunulia kitu humo ndani? No, sorry, I don't have any. Hapana, siwezi kufanya hivyo. Pesa nazo. Buy beer. Hapana, siwezi kukununulia bia. Mimi sitaki bia. Nahitaji kitu kingine. Unaweza ukaninunulia? Unataka nini? Bullets? Nataka risasi. Risasi? I'm kidding. Natania basi. Risasi. Sasa anampata mtu mzima gani atakayeweza kumnunulia risasi? Kwa sababu yeye umri wake haufai. Do you think you could... Unaweza ukanisaidia wewe baba? Yeah, of course. Yeah, of course naweza nikakusaidia. Unataka nikushushie kitu hapo ama? Yep. Unataka hiyo kitu hapo juu? Unataka kununua toilet? Yeah. All right. Ngoja nikushushie basi. Sasa wakati anamshushia, yeye anapita na ganda la risasi. Hey! Anaondoka na risasi. Walinzi! Kuna dalili za kanibia huyo. Anamng'ata huyo. Kashapata boksi la risasi. Amesepa nazo. Zile risasi ndio risasi zenye kutumika katika hiyo bunduki. Sasa binti mchana wake anakutana na magari huko barabarani. Anayasimamisha kwa ajili ya kupata msaada ili asepe. You need a ride? Unahitaji lifti? Yes, wewe nenda zako bwana. Hakutaka kubebwa na huyo bwana mdogo kwa sababu hakuwa na imani naye. Akamwambia basi asante, wewe nenda bwana. Mimi sitaki lifti yako. Alimwambia wewe sikiliza, hapa ni pabaya hapa. Unaweza kukutana na madereva wa maloli wakakubaka. Naambia wewe sio baba yangu bwana, asante. Naambia sitaki nikuone kwenye taarifa za habari kwamba umebakwa na ukatupwa na umepoteza maisha. Wewe sikiliza wewe. Na kuna bunduki hapa, hakuna mtu yote anaweza kuniletea masiara. Jamaa alipoona bunduki alikimbia kweli kweli. Haya, binti anaendelea kuomba lifti akiwa amesimama hapa, na kuna gari inasimama
baada ya kuiomba lifti. Unaenda wapi? Echo Canyon. Naelekea Echo Canyon. Basi hamna shida, hop aboard. Kwamba aingie tu kwenye gari waende, ameamua kumsaidia. You a runaway? Unakimbia? Anasema niko na miaka 18 nakimbiaje? Nilijua kwamba ni mtoto mdogo ambaye bado ni mdogo, kwa maana hiyo hawezi akatembea mwenyewe, lakini anasema niko na miaka 18, sikimbii wala ni. Had to fend off about half a dozen creeps looking for more than a pass. Anasema kitu ambacho yeye anakiona kila akiomba lift, watu wanamchukulia poa sana. Yaani wanamuona kama vile ni mtoto mdogo, wanamfanyia vitu vya ajabu, mambo ya kutisha. Lakini yeye anashukuru sasa kumpatia lifti ni mama ambaye anaweza akawa kama mama yake. Lakini anataka kujua huyu binti wapi anaenda. Canyon's about 2 hours north. Anamwambia Canyon ni kama masaa 2 hivi kufika, kwa hiyo jifunike. Sana kama utahitaji chakula, hapo mbele kidogo kuna sehemu kwa ajili ya kuweza kula. Akasema sawa, mna shida. Asante. Binti anapumzika ili watakapofika sehemu ya msosi washuke, watakula, alafu wataendelea tena na safari kwa sababu ni masaa 2 kufika sehemu husika. Whoa. Unanipeleka wapi we mama? Little jumpy, aren't you? Kwa unataka kuruka au? It's okay, honey. Hamna tatizo yani. It's a truck stop. Kuna check stop hapo. Tunaweza tukasimama, ukala msosi, tukaendelea na majukumu yetu. Binti jinsi anavyoweka asali. So, what brings you? Sasa kwa nini unaelekea Echo Canyon? Unfinished. Kuna kazi naenda kuimaliza ambayo haijaisha. Oh, that's cryptic. Ni kitu gani iko cha kipuuzi ambacho unaenda kufanya, ama kitu cha kibabe sana? Unaenda kwenye vacation ama nini? See it on a postcard? Yani kuna postcard? Some boyfriend you met. Kuna boyfriend ambaye umekutana naye kwenye online? Definitely not. Alisema hapana. Kila kitu anachoulizwa anaenda kufanya nini, anasema siwezi kufanya hicho. Alisema okay, ni kwa sababu tu ya umri wako. Hata na mimi mwenyewe nilivyokuwa na umri wako nilifanya matukio mengi ya ajabu yasielezeka. Kwa hiyo ni umri huu mtoto huwa anajiamini sana kwamba ana uwezo akafanya chochote kile. Hakuna neno baya ambaye anaweza, ama hakuna jambo baya ambaye anaweza kukutana nalo. Kwa maana hiyo watoto wa umri huu huwa wanajiamini na huwa wanafanya maamuzi ya kipuuzi sana. Mwisho wa siku hayo maamuzi yanaweza akagharimu maisha yake. Back then we didn't have cell phones, so they had to call around and Anamwambia babake alikuwa apendagi awe karibu na simu. they finally did. I was home an hour later. Anajaribu kumkumbusha ama kumwambia alikutana na nini katika maisha yake huyu mama. Didn't like what I saw. Hivi hujapenda kile ambacho mimi nimekutana nacho? I mean, Kitu ambacho mimi nadisia ni kitu kizuri tu. Sioni kama kuna ubaya wote. Basi ndivyo unachukua uwe makini. Mimi nimeshakutana nayo hayo. Kwa hiyo unapaswa na wewe pia uwe makini yasije yakakufika. Sababu yakikufika huenda anaweza akawa ni mbaya zaidi kwa upande wako. And seeing I've been carrying on. Kama mama anajaribu kumwasa huyu mtoto kwa sababu amemkuta mwenyewe barabarani. Na barabarani hakuna wema. Kuna madereva wabaya, kuna watu wana tabia mbaya. Alafu binti umri wake ni mdogo sana, kiasi ya kwamba ndio umri ambako watu wengi huwa wanatamani wasichana wenye umri wake. Inaweza kumkosti. Take it on the chin. But you know what happened? They weren't mad at all. I don't know, they felt really sorry for me. I see. They said growing up is hard, but it gets easier. I get it. Thanks for sage wisdom. No, listen, all I am saying is that life gets hard. Najaribu kusema You don't have to do maisha ni magumu sana. Listen, lady. Sikiliza mama. Matatizo yangu ni matatizo yanayohusu mimi. Kwa hiyo hatakiwi kabisa kusema mambo mengine asiye. Yeah. Akamwambia vipi? Mbona kama vile umeanza kuogopa? Anasema hamna. Ngoja kwanza niende chooni. Unajua kitu alichokiona nini? Yule mama ambaye aliondoka akamuibia bunduki. Yule mama ameingia hapa katika hoteli. Yaani yule mama kama mwanga. Amejuaje? Cheki alivyomnasa. Anasema una bunduki yangu.
iko wapi? Money to the canyon. You didn't bring it to a crowded restaurant. Anamsachi. Alisema kwamba alisahau kwenye basi. Are you sure about that? Oh, anamwonyesha risasi hizi huku. With you. Una matatizo gani wewe mtoto? No. Oh, yule mama alimfuatilia maana alikuwa na wasiwasi juu ya huyu binti pindi alivyoweza kuelekea kinyemela kule chooni. Alijua tu kwamba kuna mtu anamkimbia. Sasa na ndipo alipoweza kukutana nao akawauliza, mnafanya nini hapa? Unamfanya nini huyu? Niite polisi? Lakini huyu mtoto wa kike akamwambia, huyu mama ni mama yangu. Mimi naita polisi. Anasema usite polisi. Mbona kama vile simuelewi mwanamke? Anasema hamna shida, ndio tunaelekea naye huyo Kenyon. Huyu ni mtu ambaye niko naye. Aliona hapana, kuna kitu hapa. You were hitchhiking? Almost got herself killed. What do you expect? Anajaribu kumweleza iwapo kama amekatazwa asiseme chochote, huyu mwanamke atakuja kumuua. Lakini anasema hapana, huyu mwanamke niko naye. Mimi nitakuwa kwenye gari. Mtoto hakika anasema anaondoka. Atamsubiri kwenye gari. Amekuja kwenye gari, amemkuta. We're really doing this again. Anasema basi sio mbaya, hebu tufanye tena. Ufanye tena na nini? Nigee kwanza bunduki. 100 miles away. It's not my problem. Akaambia sio shida yangu. Wewe mwenyewe ulikuwa unasema unarudi nyumbani kwenu. Ampe kwanza bunduki yake, na kama alikuwa anataka kuondoka atimke zake. Lakini binti hataki kumpa bunduki na anamwambia, acha tu tumalize kile ambacho wewe ulikuwa unaenda kukifanya. Nataka nini nikamshuhudie ule mshenzi. Bunduki ninayo hii hapa. You want me to go back? Kwa hiyo unahitaji mimi nirudi, ndio? Good luck, explain that one. You're going to do everything I tell you for the next 24 hours, you got it? Alimwambia, kama unataka kuongozana na mimi, basi masaa 24 unisikilize kile ambacho mimi nasema, sawa? I'm dropping you off at the police. Kesho mimi tukimaliza jambo na kupeleka kituo cha polisi, sawa? Yaani kwamba utakaa hapo, watajua wapi wewe wakutakupeleka, si ndio? Kakubali, anasema sawa. Be out of your hair in no time. Kumbuka ni binti ambaye ni yatima, kaambiwa atapelekwa polisi. Akakubali. When we doing this thing? Safari inaanza kuelekea huko Kenyon ama Echo Kenyon. Kuna mtu ambaye wanamtafuta. Na mtu huyu ndipo atakapoweza kupatikana huko. Kind of feels like he got the jump on you last time. You know what? You're the boss. This morning was great. Alimwambia unajua ni boss. Tell up the road you'll There was a hotel. Kuna hoteli pembeni kidogo hapo na na hii barabara. Kwa hiyo waende wakapumziki, kesho asubuhi waendelee na majukumu. Anatamani sana kufika huko ambako huyu mpuzi upo, kwa sababu naye pia alikuwa anahitaji kumalizana naye. Here? Tumeshafika? It's closed. Oh, lakini pemefungwa. hot dogs and Pemefungwa. Kuna sehemu ya kujazia mafuta, lakini pia kuna sehemu hapo hapo pana chakula cha jioni, lakini pemefungwa. Sasa mtoto anapata kuona ile sanduku, anamuuliza hilo sanduku ni nini? Alimwambia mna kitu. Akamuuliza mbona limeonekana kama bomu? Looked like a fucking bomb. it's not a bomb. Sio bomu, You're gonna nuke the whole lake. labda ni nuclear weapons, That to me. linaweza likaangamiza mji mzima hilo bomu. Stay away. Akamwambia it is not a bomb. Train's leaving in 5 minutes. Acha kwanza achukue baadhi ya vitu, wana dakika 5 za kukaa hapa ili waweze kwenda kwenye supermarket. Waga kuna misosi ile ya kwenye mabox lakini mwisho wa siku mwenye hii sehemu anajaribu kuwaeleza kwamba wameshafunga, kwa hiyo inabidi tu aende, hata kama wakinunua kesha hayupo. Lakini wao wakaendelea kuchagua vitu, watalipa pesa, na hata kama kutakuwa kuna chenchi sio mbaya. Wakati yule mama anaendelea kuchagua baadhi ya vitu hapa, binti anaelekea upande wa hoteli ambayo tayari imeshafungwa, lakini anaenda kuchagura kule. Mama ajui hili wala ajui lile. Huyu mtoto kumbe anaiba bwana. Huyu mtoto amezoea kuwa ni mwizi. Ameiba chupa mojawapo, chupa ya bia, si chupa ya cognac, sijajua chupa ya wine. Anakutana na ujumbe kwamba anatafutwa binti huyu, labda kwa sababu ya majanga kila siku anayosababisha. Leo anakutana na picha yake, anatafutwa. Kwanza ilibidi mwenyewe ashangae. Anamuuliza, kwa nini sasa umeiba? Explain yourself? Hebu naomba toa maelezo. Anasema it is yours.
Take anything else? No. Sasa kuna kingine ambacho umeiba? Alisema kama bana ameiba bahati mbaya, basi mimi nitalipa. Yuko tayari kulipa, lakini huyu mwenye hii sehemu anasema hapana, huyu jela inamhusu huyu. Ngoja mimi niite polisi. Mimi nalipa, anasema subiri. Mimi nakomeshaga wezi kama hawa. Natoa ripoti hapa kwenye resi stop namba 38. Kuna mtoto mwingine bwana alikuwa amekuja kuiba chupa ya waini hapa. Miaka yake kama 12, sasa sina miaka 12, 15. Ananielekeza kwamba ana miaka 15. Thank you. Asante. On their way. Wako njiani. Sorry. Samahani. I'm not letting her. Si nimesema kwamba nataka nilipe, lakini bwana anasema sitaki nilipwe. Mimi ninachotaka huyu mtoto kwanza akafundishwe adabu. Ni kwa nini amekuwa mwizi? Ghafla binifu. Kuna tatizo. Woo! No! Alijaribu kumwambia asipande juu, asinyanyuke. Alikutana nacho mzee. Hatari. Nipatie slugs. Nipatie slugs. Nipatie slot. Anamwambia mpatie slugs ambazo ni risasi. Kwa lugha nyingine ni slugs ama bullets. Alimwambia sasa utakimbia upande wa nyuma, sawa? Okay. Sawa. Binti karata. Haya 1 2 3. Anakimbia kwa upande wa nyuma sasa. Atokee kwa uani. Ameshakuwa pabaya hapo. Sio mchezo. Shop kwa haraka binti. Amekimbilia katika ile gari na hatimaye anafungua mlango wa nyuma na kule nyuma kumbuka kuna ile box la chuma. Yule mzee ambaye alikuwa anatafutana naye kumbe ndio amekuja hapa. Huyo hapa. Wamekutana naye hapa. Na yule mzee akaanza kujihami. Katamu hapo sasa. Haya, sasa wakati anatoka nje kaambiwa mikono juu, mikono juu. Kuna mtu mwingine ndani? Anasema kuna mwanamke mmoja mwandawazimu yuko ndani humo. Mwanamke mwandawazimu? Huyo mwanamke mwandawazimu ndio kajitokeza, kamchapa huyo. Na yeye mwenyewe sasa anatafutwa na polisi. Pigwa risasi mingi. Ni Mungu tu. Yaani mpaka sasa kuna risasi ilimpata. Chap kwa haraka. Ile binti tayari kashaingia humo. Na pia anaingia humo. Chap kwa haraka. Sasa akifika mle ndani ya sanduku huwa kuna mitambo anaibonyeza. Akibonyeza taa zinawaka kama hivi, unajisi kutapika, lakini unahama kutoka dunia ya kwanza unakuja dunia nyingine. Boom lilisikika kutoka katika ile gari. Wao wenyewe walishangaa. Gari limebaki halina kitu, lakini ile boksi likadondokea katika supermarket ama katika sehemu ya kujazia mafuta kama ile lakini ni katika dunia nyingine. Sasa dogo alikuwa ajui. Akauliza jamani kwani kuna nini tena? Mbona kama ni wanda wazimu ambao umetokea huko ndani? Mbona sielewi? Mbona nilikuwa najisi kizunguzungu? Mbona mataa ajabu? Mbona nilikuwa tunatekeseka? Mbona tumbo lilikuwa linachemuka? Alikuwa ajui kumbe ndio mitambo ilikuwa inafanya kazi na hatimaye wametokea sehemu kama ile lakini ni katika dunia nyingine. Huku hakuna wale maaskari tena. Huku lile gari halipo. Lile gari kule limebaki tupu. Sasa binti ndio anakuja kushuhudia maajabu ya kwanza ya dunia. Mbona tumetokea hapa? Mbona hatuko kwenye gari? Yeye alijua bado wapo ndani ya gari. What the fuck just happened? Anauliza what fuck just happened? I can explain. Sasa mtoto wa kike anataka kujua kitu gani kinachoendelea. Mama akamwambia, "Nitakupa maelezo. Wala usiwaze usiwazue. Nitakupa maelekezo." Oh, hey. Wewe mama. How are you? Mbona kama una damu katika kichwa? Ule mhudumu wa kwanza alikutana naye kule anamuona tena na huku, lakini huyu hajui chochote kwa sababu huyu ni wa dunia nyingine. Anamwambia vipi, mbona kama kaumia huyu usoni? Achukue basi bandage hii hapa. Achukue hii plaster yake. Alafu atumie na aspirini. Anakutana bado na hii karatasi iko hapa kwamba ametoweka, anatafutwa, missing.
Na hii karatasi kule aliichukua, lakini huku anaikuta bado iko hapo. Bado kuna vitu vingi vya kujiuliza, kwa sababu ni mara yake ya kwanza ajui chochote kinachoendelea, kwamba ametokea katika dunia nyingine. Sasa ndio anatakiwa kujua, na yule mama akamwambia nitakupa maelezo ili ujue ni kitu gani kinachoendelea. Sasa wakabadilisha gari, kwa sababu ile gari haipo tena huko, hawakuja nayo. Akauliza what the fuck is that thing? Ni kitu gani bwana, mimi sielewi. Kumbuka dada huyo ama huyu mtoto wa kike amehamishwa kutoka katika dunia yake. Sasa amekuja katika dunia nyingine bila yeye kujua kwamba amehama dunia. Sasa ilibidi mama aanze kumsomesha, akamwambia we live in multi universe. What? It is a series. Hivi unajua multi universes? I go to school, you know that. Nilienda shule unajua They teach that. Nimesoma kidogo. Sasa je, ulishia kusoma physics? Yani creative things. Like sliding doors. Yani mambo ya sliding doors. What the sliding doors? What the fuck are the flying doors? So Alisema ni mambo ya complicated kidogo. Yani kama vile mambo ya kujichanganya changanya, kama kuchanganyikiwa hivi. To life. Labda nikupe maelekezo vizuri ujue tunaishi katika multi universe. Amfahamishe kama mimi nilivyokufahamisha, kwamba ajue amehama kutoka dunia moja, ameelekea katika dunia nyingine, lakini katika dunia hii ambayo amekuja pia kuna mtu kama yeye. Na huenda alikuwa anafanya vituko kama yeye pia. Na ndio maana hata anakutana ile karatasi binti anatafutwa. Labda huenda alimfika na pia amemfika hivyo hivyo. Yani mnaishi the same, mnaishi kwa kufanya kitu kimoja. Kama nilivyokuambia mwanzo, wakati na tafsiri picha hii na mwenzangu naye ambaye yuko katika dunia nyingine naye alikuwa anatafsiri hivyo hivyo. Ndio tunaita multiverse. Irene! Hey, Irene. Sasa wale mtambo bwana akukarabati mapema. Mtambo umepiga shoti. Sasa anauliza nini kimetokea tena? Kuna switch imekufa hii hapa. Hii ndio imepiga shoti. What the hell is that? What the hell is that? Anasema inaitwa flux. Hiyo ni battery? What does that mean? Inamaanisha nini? It means we're a little fucked. Inamaanisha ni yani little fucked, kwamba kiufupi hayupo vizuri tena. Yani chombo ile imekufa. Yani amekwisha kiufupi. Thanks. Oh, asante. If you want. Unaweza ukacheck TV kama utahitaji, na kama unahitaji kuangalia movie pia unaweza ukacheki. How long have you been doing this? Sasa muda gani umeanza kufanya hivi? Alimwambia ni muda mrefu sana. I don't know, ni muda mrefu mno, miaka yani. Watch TV or something. Alimwambia hebu cheki TV ama fanya kitu kingine, usiniulize maswali. Mimi kuna majukumu mengine nayafanya hapa. Cold. Hundreds? Still cold. Oh shit. Kila akimuuliza maswali mama hataki tena kujibu maswali, kwa sababu maswali yake hawezi kumjibu kwa sasa. Go easy on that. Alimwambia go easy on that. Yani asinywe sana. There is something else. Kuna kitu kingine. To your universe. Abasa sikiliza. Kwa sababu umeshakuja huku, hauwezi ukaenda tena nyumbani. Mwanzo ulikuwa unaweza kurudi nyumbani, ila kwa sasa usirudi tena nyumbani, kwa sababu huku kuna mwenzako ambaye pia anaishi kama wewe. Unaweza kwenda kuchanganya mambo. Kwa hiyo inabidi tu tutembee vile ambavyo itawezekana mpaka jambo letu liishi. Mpaka pale atakapoweza kumrudisha kwenye dunia ambayo ni asili ya huyu mtoto wa kike. Ndipo atakuwa yuko yeye mwenyewe. Kwa hiyo sasa huku hatakiwi kwenda nyumbani ambapo anaishi yule mwenzake. Kwa hiyo akirudi tu kule katika makazi ya mama, na nyingi huwa anarudi. Yule wa hapa atakuwa anaishi huko, umeona eh? Italeta mgongano, kwa hiyo haitakiwi kitu kama hicho. His house in a every day or Sasa kamuuliza, na maana ndio kila siku unakuaga hivi, eh? Kwa hiyo unamtafuta jamaa ili umuue, unamtafuta jamaa ili umuulize nini? Unamtafuta jamaa ili iweje? Eat on Thursday. Jesus. Yeah, I'm Yesu Kristo alimwambia I'm not stupid of it. Yeye sio mjinga kihivyo. Squad. Sawa, nilikuwa tu nakuuliza ili niweze kupata jibu, nipate kujua ukweli. Kitu gani kinachoendelea lady? Glass. There's no going back now. There is no going back now. Kwamba sasa hivi hakuna kuondoka tena. There is no going back now. think you want vengeance? I'm telling you. Alimwambia mimi nipo katika kisasi kizito na nimeshakwambia. To go kill someone. It's just Anasema namtafuta mtu ambaye ameniulia mtu wangu. It is not. I've been in the system since I was 4 years old. 6 foster homes. Anasema unajua mimi nimeishi katika mazingira magumu sana. Wazazi ambao wamenichukua kutoka katika kituo cha kulelea watoto, niliishi nao kama wazazi wanne. Wa kwanza alinirudisha, wa pili hivyo hivyo, baada ya kuleta ukorofi. Kwa hiyo mimi najua maisha ni nini.
Kwa hiyo haina haja wewe kunificha, wewe tu niambie. Nimeishi katika mazingira magumu sana. Nimeishi na wazazi wanne wote. Nimekorofishana nao wakanirudisha mpaka nikaamua tu kutimka. Niende zangu kitani nikaishi mwenyewe. Hayo ndio maisha ambayo mimi nimepitia. Na sijamuona mamangu miaka, sijajua hata yuko wapi. Yaani hata sijajua kama amekufa, kama ni mzima. Yaani naishi tu mwenyewe kimpango wangu. Naishi katika mazingira magumu. Yaani magumu kweli kweli. I have been knocked. For once I just like to hit back. Yaani amekuwa kama vile amefungwa katika kifundo na sasa anataka kurudi tena. Sasa sikiza nikwambie kitu. Hakuna mtoto ambaye anaweza kwanza akakimbia katika mpango ambao mimi nimeshaipanga. Kwa hiyo naomba utulie ili niweze kukamilisha majukumu yangu Some smugglers are passing through. Alikuwa anapunguza bunduki ili iwe ndogo ili aifanyie majukumu yake ya kazi. What about today's? Dumpster. Wakati ule pindi walipoweza kuamka, walikwenda kufanya kazi yao. Who's Jack? Huyu jamaa nani anaitwa Jack Clarkson. The person, he's a phone number. Write what I tell you. Bwana, sasa sikiliza na kuelekeza kile ambacho nakwambia. Andika namba hizi. 700 118 196. This is some born identity. Anasema sisi some born identity. Mbona kama vile ni kodi za born identity hizi? Hizo ni coordinates za design gani? Ni za nini? Mama anamwambia siwezi kukujibu. Naomba utulie. Shit. Miss them. Tumewamisi. What are we even looking for? Kwani tumekuja kutafuta nini hapa? Siku zote inakuwa ni tofauti. Muda mwingine tunaweza tukakutana na nyumba ambazo zimejificha. Siku nyingine tunaweza tukakutana na kwenye maduka. Muda mwingine tunakutana masokoni. Sasa zile coordinate zilikuwa ni coordinate za longitude and latitude, yani kipimo cha ardhi. Sasa hapo alikuwa ameelekezwa afike hapa kwa ajili ya yeye mwenyewe matatizo alikuwa nayo. Yaani kiufupi sio kumtafuta mtoto, bali ni kutengeneza kile kifaa ambacho kinamsaidia kuhama kutoka dunia moja kuelekea katika dunia nyingine. If you're lucky. Well, what if you're unlucky? Nikusaidie nini? Yeah. Saw your Nimeona class fields yako. Kwa hiyo amefika hapa, nia na makusudi yake ni kutafuta kile ambacho anakihitaji. Alimwambia just me. Waliwasiliana kupitia simu. Sasa jamaa anamjibu, mbona kama rafudhi yako ilikuwa ni tofauti na rafudhi ambayo mimi nimeweza kuwasiliana nayo. Pale kulikuwa kuna kamera na ndio wanawasiliana hapo sasa. Ili jamaa hakiki kama ndio yule ambaye ni kweli walikuwa wamewasiliana. Ndipo jamaa anatoka katika sehemu kama karavati hivi. Step into my office. Alisema step in my office, kwamba waingie ndani katika ofisi yake. Ofisi ipo chini ya mitaro. Great. Basi vizuri. Hang back here with me. Huyu binti atabaki na mimi, anasema hapana. Siwezi nikakuachia huyu binti. Huyu binti naenda naye huko. Staying with me. She is staying with me. Ambaye no worries. Basi hamna shida. Ingieni tu. Associates on the way. Na msaidizi wake yuko njiani anakuja. Can't see shit. Haoni chochote. Wameingia ndani kuna kiza bala. Basi na ndipo wakawashawasha kidogo vitaa na akacha mlango ukiwa wazi mpaka pale ambapo atakuja msaidizi wake
na atawasaidia kile ambacho yeye anakitaka huyu bibi. Sasa ni watalisheni ni Pepsi ama? We're good. We good. We are good. Tuko vizuri. Walitakiwa kupewa vinywaji lakini wakasema wako vizuri. Hamna haja ya vinywaji. Wow. Jambo limekaa jema hili, limekaa vizuri. Naambia sasa just stay close. Tuwe karibu. Kunaonekana kuna gari inakuja. Labda ndio huyo msaidizi ambaye atakuja kufanya biashara na wao. He's here. Naona ameshafika. Go sideways, just get behind me. Sasa inabidi ukae nyuma yangu. Hey. Samani sana nimewachelewesha. Mimi naitwa Billy's. Na nyinyi? Irene. Naitwa Irene. You're not from around here. Lakini wewe sio maeneo haya. Neither am I. Hata na mimi mwenyewe sio maeneo haya. Samani. Kama Travis amewazingua kidogo, tansamee. So unajua sometimes jamaa anazingua. It's hard to find good help. Yaani kivupi anaanza kutoa siri za mwenzie kwamba ni mzinguaji. Lakini hajawazingua mpaka sasa. Wako vizuri. Sasa kilichobaki wapige dili. Wanasema tunahitaji fuel call. Sasa mnahitaji fuel call, yani kwa maana mtaka kufanya safari. Independent gals. Kwamba mnafanya tu independent girls just out. Kwamba mnataka kusafiri kuelekea katika multi universe. Alisema mimi naye chombo cha kusafiria. Kwa hiyo kuna zana kidogo nahitaji. Haya. Kumbe mna vya kwenu. Alijua kwamba hawa alikuwa anahitaji kuingia katika chombo cha safari kuhama katika sari moja kuelekea sari nyingine. Hakujua kwamba hawa wako na mtambo wao wamekuja nao na una kasoro kidogo ama shida ya kitu kinachoita fuse ama fuel. They're built for like bigger. Basi ina shida. Ila sasa chombo anachokihitaji pesa zake ni nyingi kweli kweli. Chombo namba 375. 375 is exactly a Lexus. Anasema exactly. Unajua hii ni kama Lexus. How about this? Bei yake ni mbaya. How about this? 375 with us and we'll give you as many rides as you want. Basi kama ni vipi, kama kuna hicho chombo wako nacho waachie, kama wanaweza kuwafanyia repair. Lakini kama ununuzi wa chombo kipya kutoka kwao ni chombo ambacho spare yake ni bei mbaya sana. Many universes on your way here? Alimuuliza, umetembea sari ngapi mpaka kufika hapa? Alisema nimetembea dunia zote hizo. Ford. Kwa hiyo unaweza kuafford kununua hii ya kwangu, si ndio? For sure. For sure. Basi ngoja nikuelekeze, ndio hii hapa. It's a bit pricey if you're looking to pay cash. Sasa anataka kulipa cash ama anataka kulipa kwa kutumia kadi? A trade that you're looking for. Kwa hiyo anafanya biashara design gani hapa? We're going. Whoa. Tunaondoka. Tulia. Sijakwambia bei kubwa bwana. Bei ya kawaida kabisa. Na kama unaona ni bei kubwa, hebu tukae chini tuelewane. Haina sababu ya wewe kutukimbia. Bit of a faux pas on my part, but it's all good. We're gonna chill out. We are gonna chill out. Tuweke mambo sawa tu, hamna shida. Kila kitu kitakwenda sawa bini sawia. They go for 500 back home. Tunakugea 1500. Does it look like you're... Hivi unakiona hiki kidumana cha 1500? Ongeza hela. How much have you got? How much have you got? Una shilingi ngapi? Alisema ni 2200. 2200. Hebu jishikilie kwanza. Tulia. Cash, and I'll see if Sasa kamuuliza kama iko na cash au kabisa. Alisema ipo kwenye gari. Ila kuna pesa kidogo hapa. Lakini wana jumla 2500. 2200 sio 2500. Sasa basi bomba, ngoja niweze hesabu. Huyu mwanamke huyu ni mwenda wazimu. Sidhani kama anaweza katuacha wazima. Mimi simuelewi ujue. Huyu mwanamke anaweza katua huyu. Jinsi alivyoweza kumwangalia huyu mwanamke ni kama jambazi. Huyu mwanamke sidhani kama anaweza kawacha salama. Tena jinsi ambavyo kampa pesa, huenda anaweza ataka tuua hapa. Wamefungiwa mlango. Wamefungiwa geti. Cheki.
Wanafungiwa geti, alafu jamaa wanaondoka. Kama ni vipi, wawapige hata na mabomu huko. Cheki kitu ambacho kinatokea hapa ndani. Wanafanywa kitu mbaya. Ona kama vile wanasafirishwa kutoka katika eneo moja wanataka kupelekwa sehemu nyingine. Maki huu ni mtambo wa kuhama kama ule mtambo ambao wako nao. Hapa wafanye chap kwa haraka watimke, la sivyo watapelekwa katika dunia nyingine, watakuwa wameshaibiwa, kila kitu chao watakiacha pale. Kuda deki. Wamefanikiwa kuondoka wakiwa bado wazima. Wananaswa. Hawajahama bado. Wako pale pale, mtambo kule ndani umeshindwa kufanya kazi. Bibi anajitetea. Anashikwa na ule mtoto wa kike mwingine. Tulia. Tulia kudadiki zako, usicheme usichimungunye. You know? Sasa mimi nachotaka ni kuvunje. Yaani nisikubakishe. Hey, shut her the fuck up! Bahati mbaya sana na mvunje mguu. Woo! Cheka alivyopasuliwa. Dada anajitetea huko. Pigwa risasi kwa dadake. Woo! Mtoto wa kike anajua kulenga huyu. Chapa risasi. Binti kule amini macho yake kwamba kuna mtu anaua kule, anaua mauaji ya kutisha sana. Just leave it. Let's go. Mwache bwana. Tuondoke. Hardcore, I mean. You are hardcore. I mean it. Mtoto wa kike anamwambia sewe ni noma sana. If you didn't bring me, you'd be totally fucked. Ile kitu yako bwana, hii hapa nimeiba. I got my hands on. Yeah, good thing I got my hands. Sasa kile kitu yake ambayo alikuwa anaitaka na alitaka kudhulumiwa, binti alikuwa tayari kashika mate kwa mkononi na anamkabidhi. Sasa kilichobaki waendelee na majukumu yao, na kama ile chombo ilikuwa imeharibika, sasa spare imeshapatikana na kila kitu kitakwenda sawa bin sawia. We need to know how to protect myself. Binti anasema I need to know jinsi gani ya kuweza kujilinda yeye mwenyewe. Sasa anamfundisha jinsi gani atakavyoweza kujilinda. Anamwambia jicho lako weka juu ya bunduki hapo, alafu lenga. Anakosa hapo. Akamwambia sio mbaya, unapiga vizuri. Now this time I want you to aim and I want you to hold your breath. Sasa shika vizuri mkono mwingine. Alafu sasa kamata nganganga, unavuta pumzi, unajizuia. Wakati anapiga asibane, ani asiachie pumzi. Anatakiwa kubana pumzi. Kafanya vizuri. Ambaye hapo sasa umetwanga vizuri. Jambo jema sana. Piga vizuri. What is this place? Hapa ni wapi? Alisema mara nyingi haya makazi nayafanya kwa nyumbani. Sasa mbona kama hamna mtoto anaishi hapa? Alisema yes, sometime huaga milango inavunjwa, ndio hivyo. Lakini tuingie kwa ajili ya kuweza kufanya mambo mengine. Wakae kwa muda mpaka pale ambapo watakapoweza kwenda kufanya mambo yao. She left. Too painful to keep living here. Haya ni makazi ambayo mara nyingi anayafanya kuwa ni makazi yake. Nyumba kama hii pia katika dunia ambako anaenda huwa ipo. Kwa hiyo sasa ndipo anaingia katika makazi kwa ajili ya kukaa mpaka kesho asubuhi. Wajua wanapoamka wanamka wanaenda kufanya nini. Over our heads. I come here more often than you think. They left the washer machine in back. I'm going to do a load before I start working on the fuel core. Sasa namwambia kama nataka kuosha nguo zake, kuna mashine ya kufulia ipo nyuma huko. Aende akafue nguo. Anauliza kama maji ya moto yanapatikana katika mjengo.
Ame kila kitu. Lakini hakisha nguo zako zote zinakuwa safi na unapaki nguo zako kwa ajili ya kesho. Kesho hakuna budi kuondoka chap kwa haraka. Haya, sasa kilichobaki ni kupumzisha. Ni kujipumzisha, ni kuoga, kulala, kufua nguo. Unapumzika ili kesho majukumu yaendelee. Hey, I'd rather you didn't hang out in here. I'm really sorry. What's in your hand? Nothing. Anamuuliza kuna nini katika mkono wako, anasema hamna. Sikaona pakiti ya sigara, sijui kaichukua ile. Anapoulizwa anakataa, anasema hamna kitu. I don't know how it happened exactly. Anasema unajua, sijajua kitu gani ambacho kimetokea. Yaani sometime huwa anakisia tu. They don't really mention how someone kills themselves in their obituary. Jesus. Yesu Kristo. Not like I can call someone and ask. Sasa kuna mtu mmoja nataka nimpigie ili niweze kumuuliza. In every other universe. Kwa hiyo wewe umeshakufa katika asari nyingine? Anasema just like it. Labda huenda wenzangu wengine ambao walikuwa wanaishi katika asari nyingine wamekufa. I don't know. Lakini je, inakujenga tofauti? Anasema hapana. I don't know. Sijui chochote. Mimi niko na hii mashine ndio naama. My universe is all one. It gave me purpose. Sari yake ni moja tu. Ila yeye anafanya safari kutoka sari moja kuelekea sari nyingine. Hey, you go numb. But you don't go numb. They put that word in your mouth. You go paralyzed. Everything shuts down except for your brain. Keeps going in these mad spirals that won't stop, just racing, redlining, even when you sleep. And just when you think your brain is running so fast, it just has to give out. It doesn't quit. It just keeps going and going and going. You want to shut it down, reset it, just for a minute. But when sleep and booze... Sasa cha muhimu ni kwamba ulale, upumzike, utumie dawa za maumivu, tujue kesho tunafanyaje, kwa sababu bado mimi na harakati za kumpata mtoto wangu ambaye mpaka sasa sijajua wapi naweza nikampata. Na huyu mtu ambaye naendelea kumtafuta, nataka nihame katika dunia hii nielekee dunia nyingine ili niweze kumpata. I didn't have the machine. Kama nisingekuwa na hii mashine nisingeweza kuhama. Nisingeweza kwenda kumtafuta binti yangu. What else could I do? Sasa unafikiri kitu gani ambacho ningeweza kufanya? Anasema basi ndio kitu ambacho kinakufanya kuendelea kuwa mzima. Hawa Shinzo wamenichukulia kitu ambacho kina maana kubwa sana. But I lost whatever humanity. But I lost whenever humanity I had left. Kiufupi amepoteza kile kitu kinaitwa ubinadamu kwa sababu ya unyama ambao ameweza kufanywa. Katika huu ulimwengu hakuna kitu kinachoitwa usamalia wema. Sasa kilichobaki ni unyama. What he did to Anna. You don't want this. Of course I do. I can't stop. It is never. Reoccurring nightmare. Naweza nikasema imekuwa ni kama vile nightmare. Siwezi kuacha kumtafuta binti yangu hivi. I want to be. Or you won't recognize who you've become. The other versions of me had it better. Anasema version yake kwa upande wake mwingine, yeye ni mtu mzuri. Lakini anaamua kuyafanya yote haya kumtafuta mtoto wake kwa fujo kwa sababu
ni lazima ampate. Self-alone. Hawezi akabaki hivi hivi bila ya kumpata mtoto wake, na ndio maana anaama kutoka sari moja kuelekea sari nyingine. If you never went looking, I wouldn't be sitting here. When we first came to this universe, I had this overwhelming feeling. Unajua, mimi nimeweza kuja katika dunia mpaka niliona kwamba sistahili kuwepo katika dunia. Huenda sikutakiwa kuja kabisa, lakini tokea nimeanza kuonana na wewe, kuna vitu ambavyo ni kama vimebadilika. I feel like I don't know. Nice kama vile like maybe we were always supposed to find. Yani naona kama vile tunapaswa wote tuendelee kuwa pamoja, mimi na wewe, kumtafuta huyo binti yako. Binti anaona kuna uwezekano mkubwa wa yeye kushirikiana naye ili wamtafute binti yake, na yeye yuko tayari kumsaidia kumpata binti yake. Sasa hapa amekuja kuona chumba hiki kina kile kiboksi, na kile kiboksi nywele namba 13. Vipi, kamuona binti yake ama akakutana majanga gani? Mbona anatoka akiwa na hema? Bado yupo katika harakati za kumtafuta binti yake. Kumekucha, anatafuta vitu katika hii nyumba, kukutana na mauaji mengine yametokea hapa. Sasa asubuhi tunaenda wapi? You'll see. Utaona. Such a hated fast food. Mimi waga nachukiaga hii fast food, vyakula chapchapu vya haraka haraka. There's something I gotta tell you. Kuna kitu nataka nikueleze. The machine's fixed. Mashine imeshakuwa sawa, imeshapona. Okay. We're going home. Sasa tunaenda nyumbani. Nini? How'd you like to live with me? Kwani unataka kuendelea kuishi na mimi? Dude, what are you talking about? Wewe unazungumza nini? The machine's working. Mashine inafanya kazi. We can walk right out. Tunaweza tukatembea tukaelekea popote pale, lakini mimi nataka nikurudishe katika mji ambao mimi nimekutoa. Uishi maisha yako kawaida. Anasema we are doing this. Irene, what the fuck? I went to his house last night. Jana nimeenda katika nyumba yake yule jamaa.
nimeona binti yangu amekufa. You killed him? No. You killed him? Umemuua? I'm going over there. Sikiliza, acha mimi niende nione. Can't. Irene anamwambia usiku ulipokuwa umelala, mimi nilikwenda katika nyumba ule bwana. Nilichokiona, I'm dead. I'm dead. Nimekufa. He killed me? Aliniua? Tell me. Niambie basi Irene. Niambie. Alimwambia it is over. Wait. It is over. Njia pekee ya sisi kuzuia hili ni kukurudisha ulipotoka. Sio sasa. Killed me. Kwa hiyo aliniua. I'm not gonna just... I'm not just letting him. Siwezi kuruhusu aniue. Yaani kiufupi labda uenda wa hapa. Huyu binti wa hapa alikutwa ameuawa. Rottenest house and you want to give him a fucking pass? No fucking. Kumbuka yeye alikuwa ametekwa pia kutoka katika ile sayari ambako yeye anaishi, lakini yeye alikombolewa. Lakini wa hapa katika hii sayari ambao wamekuja, wa hapa alikutwa amekufa bafuni. Alisema it is done. You are alive. Wewe ni mzima hapa. Sio shida. Doing that. Sawa? Daughter. Sikiliza, mimi sio binti yako. Mimi sio Ana. Ushanielewa? Don't push me. Usinilazimishe. Clear. We are doing this. We are doing this. Sasa mimi namtafuta yule ambaye kamuua huyo ambaye kafanana na mimi. It's over. Alimwambia kutembea na mimi it is over. She kidnapped me. Kwa hiyo aliniteka, sio? He took me. She's just took me. Me. Why the fuck is nobody... Sasa kaanza kupiga kelele. What the fuck is wrong with you people? Wewe mwanamke vipi wewe? Fuck me. Huyu kwanza ameniteka mimi huyo. Ameniteka. Oh, get off. Anamwambia tulia. Baada ya kuona mwenzake kama vile kamkataa, alimwambia Mia, tafadhali. Mbona umekuwa hivi? Hebu ita polisi. Msimamisheni huyo. Msuie. Lakini Chapo aliondoka baada ya kuona binti ni kama alipagawa. Sasa hawezi akaondoka na gari akaona kama anachelewa. Cha muhimu tu aingie kwenye ule mtambo, Chapo kwa haraka atoke hapo. Watu wanashangaa mbona kuna kimbunga kimepita ghafla Benivu. Ni kimbunga cha kuondoka ule mtoto ama ule mama. Sasa mtoto anapotoka nje kwenda kumwangalia huyo hayupo tena. Ila alitokea sehemu kama ile ile aliyokimbia. Gari haipo ila ili kabati lipo hapa. Sasa ule mtoto anatoka. Anapotoka nje bado kuna vitu vya huyu mama viko hapa, hususan bunduki. Haki ule mama alikuwa anasafiri nayo bunduki. Na ndani yake kulikuwa kuna risasi. Lakini ule mama ndio kashaondoka sasa. Hayuko tena. Kabakiziwa na vitu vyake ule mama. Anaendelea kumfuatilia mtu wake ambaye anamtafuta, sababu sikakuta kuna mwanamke kamuua kule. Lakini akiwa hapa anakutana ule bwana mdogo ambaye mara nyingi wanakutana naye katika kila universe, kila dunia anapokwenda. Huyo hapa. Hey, samani kidogo. Hey. Kaka brother, hey. Hey, whoa, hey. Hey, whoa. Nani wewe? Sasa hizi. Bum a smoke. Unaweza ukanigia sigara kama unayo? Yeah, I don't have any. Alisema mimi situmiagi sigara, sina. Wait. Kwa hiyo umeacha? Sorry? Samani unasema? Can I buy you a drink? Naweza nikakununulia vinywaji? 7 and 7? Kwamba bia inaitwa 7. Do we know each other? Kwani unanifahamu mimi? Tunajuana? Yes. We. Yes. Sisi tushakutana. Tushakuwa marafiki. Friend of a friend. How about it? You wanna... Yaani mimi tushakuwa marafiki wa rafiki zako. Mbona sikuelewi mama? Unasemaje? Umekuja kusupport hapa au? Sometimes I... Hapana, kama inapendeza zaidi tukakaa mahali. Hata kama ni ndani tukakae tunywe. Tuzungumze. Na nahitaji kuzungumza na mtu. Sina mtu wa kuzungumza naye. Nadhani wewe unaweza ukanisaidia, wewe unanifaa sana. I'm the bad place. Yaani nipo katika wakati mbaya, sehemu mbaya. Naweza nikakutana nawe leo kidogo. Tuka hang out. Fucking bitch. Yaani hang out kutoka na mtu. Do you want to come inside? Do you want to come? Kwa unataka kuingia ndani? Kama unataka kuingia ndani basi hamna mbaya. Tuingie ndani tukazungumze. Basi akasema basi ana shida, forget it. Huyu mwanamke vipi? Wa huku bwana alikuwa sio mtu ambaye anaweza akazungumza sana. Wa huku alikutana naye yeye ni mshamba zaidi. Haelewi. Haya, sasa binti anaingia katika nyumba ya kuuzia silaha. Anataka kufanya wizi.
Wakati mzee ametoka kidogo kusikiliza simu, yeye anatafuta jinsi gani atakavyoweza kupata bunduki. Kashtukiwa. Toba we. Wewe simama. Simamizeni we. Mwizi. Yeah. You sure? Una hakika? Actually, I'm having a pretty rough day. Yes, najua leo nipo katika wakati mgumu sana. Alifika katika hii hoteli mara nyingi na yule mama ni muuzaji yule. Lakini kumbuka hii ni dunia nyingine ambako amekuja. Huku bado hajafika huku. Kwa hiyo majanga huku bado hajatokea. Sasa alipofika alimuuliza mama, "Unatumia nini?" Bana nipatie kahawa. Atarudi, she'll be back. Anaambia na binti yangu amepotea. Binti yangu hata sijajua nitamuonea wapi. Kuna watu wamemteka. Naomba kwanza ule chakula cha moto na imani utatuliza akili. Chakula huwa kinatuliza akili, sawa? It is just something kids do. Huwa kuna vitu ambavyo watoto wanavifanya. Kuwauzi tu wazazi. I know it doesn't look like it, but we have got a hell of a... Lakini akamwambia hapa tuna machefu wazuri sana. Kuna wapishi wazuri mno. Akamuuliza Neville, yupo? Neville si ndo mpishi hapa. Neville yuko wapi? You know him? Wani Neville unamjua? He hadn't worked here in like 15 years, huh? Lakini hajafanya hapa kazi miaka 15 sasa. Unasemaje? Sentences. Alifungwa. He's in prison? Yuko jela? How do you know? Sasa kwanza unamjuaje Neville? Did he do something to you? Kwani kuna kitu ambacho ulimfanyia? Umesema ni miaka 15. Amefungwa. Akamuuliza tena, "You all right? Uko vizuri?" Na ngoja kwanza niende IC. Siamini macho yangu. Bana, katika hii saada alipofika, Neville wa hapa amefungwa jela miaka 15 sasa, yuko gerezani. Alifanya kuondoka baada ya kusikia Neville yuko jela. Akarudi katika nyumba kama ile katika ile sare nyingine aliondoka, na ile nyumba mara nyingi ndio anaitumia kuja kuishi. Haamini macho yake. Huku leo anamuona binti yake yuko ndani. Na anajiona na yeye katika hii dunia, huyu mtoto wa huku hajaporwa. Anajiona na yeye yuko katika hiyo nyumba, na anajiona na binti yake yupo. Na huyu binti kafanana sana na huyu binti muuni ambaye anasema yeye amezaliwa hamjui mama yake amemtenga. Amezaliwa amekuwa katika mazingira magumu sana ya kulelewa na wazazi wengine, na amekuwa katika sehemu ya kutunzia watoto yatima. Lakini alipofika leo katika nyumba ambayo mara nyingi hupenda sana kufika, na huwa katika sari nyingine anakwenda anaishi kabisa, kwa sababu hiyo nyumba ndio alikuwa yeye anaishi. Ni anakutana sasa na yeye yuko hapo, na istoshe na binti yake pia. Binti anashangaa, mbona mama tena katokea nje? Nilijua mtu mwingine, kumbe niwe mama. Sasa mama umetoka tena nje, umekuja kufanya nini huko? I missed you so much. Nimekumisi sana. Huyu binti lazima ashangae, amemiss na kati ndani wamekumbatiana sasa hivi. Na mama vipi? Mbona sikuelewi? I'm okay. Niko sawa tu. Usiogope.
freaking me out, Mom. Unanitisha mamangu. You are freaking me out. Unanitisha. I'm not your mom. Mimi sio mama yako. What? Be safe. Naomba uwe salama. Don't talk to strangers. Usizungumze na mtu mwingine wote usimjua. Kwa heri. Haya ndio maneno ambayo mara nyingi wazazi wanawaambia watoto wao wadogo. Mama yake amemwambia yeye sio mama yake. Na wakati amemwacha ndani, mara akamwona nje, mama akabadilisha mpaka na mavazi. Mama alikuwa katika mazingira ya sintofahamu. Yaani atakuwa amemchanganya huyu binti asi. Akiingia ndani atamkuta na ule mama yake mwenyewe sasa. Sijui itakuwaje. Lakini huku walao kidogo ameridhika. Amemwona binti yupo katika mazingira salama, japokuwa sio wa kwake moja kwa moja, lakini si ndio hivyo binadamu sisi tunafanana. Tunaishi katika dunia tofauti tofauti, lakini dunia zilizofanana. Kwa hiyo sio mbaya iwapo kama huyu binti atakuwa bado ni mzima kwa upande huu. Lakini kumbuka katika mjuu pia yule mzee ambaye alimteka binti yake atakuwa bado ni mzima. Na anaendelea kufanya ushetani kwa watoto wengine. Na hapa ni huyo hapa anaendelea kufanya unyama na ukatili kwa mabinti wengine. Hebu tuone na huyu binti naye ameamua kumrudia ule baba kule katika ile dunia ambaye yeye ndio yupo. Anataka kwenda kumalizana naye kwa sababu si wa huku kashamuua. Huyu binti ambaye anamweka kwenye gari ndio binti ambaye amefanana naye. Huyu binti hapa. Sasa huyu jamaa lazima achanganyikiwe. Mtu aliyemuua anamwona tena huyo hapa na amemweka kwenye gari. I'm a fucking ghost. Anasema mimi jini kudadeki zako. I'm fucking ghost. Si anajua kwamba kuna mtu ameuawa kama yeye hapa. Ndio anamtisha na anamwambia mimi ni jini kudadeki zako. Kampiga risasi vipi? Yuko ama hayupo? Hayupo. Mbona atakoma huyu? Kama jini leo atauawa. Anaswa. Bala. Kashadhibitiwa binti. Hey. Haya, ujini umetokea wapi sasa? Anasema I'm a fucking ghost. Na ujini wake sasa kashadhibitiwa. Jamaa anashangaa sana imekuwaje. Ni amechanganyikiwa ama hajielewi. Huyu sikashamuua na akamkatakata ambaye ndio huyo hapa. Haya, anakuja kumweka na huyu, lakini huyu sidhani kama amekufa. Sasa anaelekea kwenye canyon kwa ajili ya kumzika na huyu. Anazika maiti zote mbili. Fungua geti, anaenda na harakati zake za kuingia ndani ili akafanya yake. Sasa binti alikuwa bado ni mzima. Yule mdada anarudi katika dunia alikomwacha yule mtoto wa kike ambaye ametekwa kwa sasa. Bwana, kinachotokea anadondoka na hili boksi hapa. Anatafuta gari ambayo anaweza kaipata chap kwa haraka na anajaribu kwenda kumwokoa huyu binti, la sivyo anaweza kuuawa. Lazima afanye chap kwa haraka, la sivyo atauawa. Amekuja mpaka katika nyumba ya muuaji. Shit.
Anachokutana nacho ni bunduki yake ikiwa hapa, yaani kwa maana yule binti huenda ameshanaswa. Na kinachoendelea, muuaji anasikika anafanya kitu. Binti anapiga kelele akiwa kwenye ile buti. Kamfanya nini binti? Binti katika harakati alimtandika risasi ya kwenye bega. Anajiweka sawa. Kwenye buti kula anazidi kupiga kelele. Anapiga kelele achiwe. Saida! Saidia! Anaendelea kupiga yowe. Kamfungulia. Alimwambia huyo ndugu yako naye pia alikuwa sungura kama wewe. Sasa ngoja nikumalize. Anamweka kwenye pipa. Anataka kumfunika, kamfunika. Na hiyo pipa hamna tobo, useme kwamba kuna pumzi itaingia. Kwa hiyo anambana pumzi hapo. Sikine Mungu. And your sister are alike. Anasema wewe na ndugu yako mmefanana kweli kweli. Kudadeki. Sasa ngoja nizike mmoja baada ya mwingine. Huyo sio ndugu yangu. Sio ndugu yako. Mbona mmefanana sasa? Mtoto wa kike anasema mimi sio ndugu yake wala simjui huyo. Kudadeki, mimi ni ghost. Naoma sana. Sasa anamwambia tulie, anamtoboa. Anamtoboa bwana. Lakini ndo kidogo katoboa hapo, anampa pumzi. Hapo anaweza kaishi. Sasa ngoja nikuache uishi hapo walau kidogo. Ngoja nisikue kwanza. I put your sister down quickly. Acha kwanza nimzike ndugu yako chap chap. Alafu nakuja wewe, nitakutwanga nikuache maiti yako ikiwa uchi, ili mbwa waje watafune vitumbua hivyo. Killing them quickly is bad luck. Na kuwa mtu chap chap ni bahati ama ni nuksi. Yani bahati mbaya, nuksi. Bad luck. I'm gonna let you die slowly. Slow. Nataka nikuache ukufe taratibu. Nasema niachie. Aileen, nisaidie. Aileen. Anambiringita na anampeleka kunako maji ili akakufe taratibu taratibu. Anaenda kumdumbukiza kwenye kina kirefu cha maji huyu. I tell you what. Nataka nikuambia nini ujue? Nice and sweet. Umeniambia nice and sweet. Ila anataka ni kudumbukize kwenye maji ukufe mdogo mdogo na maumivu. Japokuwa sio makali sana. Kwa heri. Kabla hajafanya chochote, mwamba kashafika yule mama. Anajaribu kuzuia zoezi hili. Anamuuliza binti kama yupo okay. Kaa mbali naye. Kudadeki, kaa mbali naye nasema. Amdumbukiza kwenye maji esi. Kumbuka kuna tundu na tundu limeanza kuingiza maji bwana. No.
Kaingia kwenye mitego naye pia sasa ameingia kwenye mfumo wa mzee. Maskini ya Mungu, binti kule ndo anazama, anakwenda na maji. Mdada anajitahidi walau kidogo ajitoe hapo. Hebu acha wewe, acha kukukuruka. Cheki anavyomwongezea maumivu. Nimekuambia utulie wewe. Anadumbukiza kitu nzito na pia aende na maji. Anazamishwa na maji kwa sababu hiyo kitu ambayo amedumbukiza ni tofali zito, lazima limvute. Do I know you from somewhere? Hivi mimi nakujua wewe? Kama kuna mahali hivi tuliwahi kuonana. Hivi nilikuona wapi? The news. Kwenye taarifa ya habari. Sawa kabisa. Kuhusiana na mtoto wako yule ambaye nimemteka. One of the mothers. Wewe ni mmoja miongoni mwa wale wa mama ambao walikuwa wanatafuta mabinti zao. Ni wewe. Oh. I remember now. I remember you now. Sasa nimekukumbuka. Your daughter had your eyes. Binti yako ana macho kama yako bwana. Go ahead. Haya, nenda sasa. You can let go now. Kama utashindwa kwenda sasa, Waiting for you. itakuwa ni shida. Binti yako yuko chini huko anakusubiri. Kamtoa kucha. Uzito wa lile jiwe linaendelea kumvuta chini na sidhani kama ataweza kuibuka kama asipojitoa pale kwenye huo mtego. Anakukuruka. Yule binti kajitokeza, mzee baba alitoka katika lile pipa. Alimtandika kitu kizito. Wow. Alimpiga na sururu. Sidhani kama ule mzee naye pia ataishi. Kuishi na babuji. Huyo ndo kaisha huyo sasa. Huku maskini Mungu, ule mama pumzi zinaendelea kumkata, lakini amehangaika na mwisho wa siku amefanikiwa kuweza kuchomoka kwenye ule mtego. I don't want to try to keep it. You'll never have to.